Nimepokea baadhi ya maswali mengi ya watu mbalimbali ambao wangependa kujua baadhi ya ndoto, lakini nikaona ni bora kwa faida ya wengine ambao pia hawajaniuliza hayo maswali waweze kujua ni jinsi gani kutambua, ni jinsi gani kuelewa ndoto anayoiota. Haleluya. Kwa leo nitakupa maana ya ndoto 12 kibiblia ambazo watu wengi wanakuwa wanaota. Ningependa utulize ufahamu wako kwa umakini mkubwa sana, kwa sababu ni eneo ambalo linahitaji utulivu, ni eneo ambalo linahitaji neema ya Mungu, kwa sababu si kusikiliza tu au kutazama somo hili, lakini pia ni wewe mwenyewe kabisa kujipa utayari wa kuweza kutuliza ufahamu wako. Shetani pia anapenda sana kulitumia ile eneo la ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Eneo la ndoto ni eneo gumu sana kwa watu wengi, na wengi wamejikuta wameingia katika hali ngumu ya kimaisha, wameingia katika mitego mbalimbali, wameingia katika hali ya ugumu na uzito, wameingia katika hali ya kuteseka. Ni kwa sababu ya kupuuzia ndoto. Ndoto si za kupuuzia hata kidogo, lakini ndoto ni muhimu sana katika ulimwengu wa roho. Tunapokuwa tumelala, miili yetu ndio inalala, lakini katika ulimwengu wa roho hali zetu huwa hazilali. Hivyo kunakuwa na mambo mengi ambayo yanakuwa yanaendelea au yanatendeka katika ulimwengu wa roho. Somo la ndoto ni somo pana sana, na ni vigumu kuliandika nikagusia kila kipengele. Ni vigumu sana, ni vigumu. Hivyo lengo la somo hili ni kukupa mtaji ili uweze kuelewa maana ya baadhi ya ndoto chache ambazo umekuwa ukiota, na pengine ukajiuliza kwamba nitafanyaje, nitatafsiri vipi maana ya ndoto sijui. Lakini Mungu akupe neema katika somo hili tuweze kujifunza kwa pamoja. Na kama utapata nafasi ya kuweza kuzungumza nami kwa njia ya WhatsApp, unaweza kutumia ujumbe wangu WhatsApp hapo na tukajifunza kwa pamoja. Namba ya simu itakuwa iko hapo, itakuwekea na utaichukua, utanitumia ujumbe WhatsApp ili tuweze kufundishana. Haleluya. Hivyo hii itakusaidia sana unapokuwa unaomba, kwani unahitaji kuelewa unachoombea. Lazima uelewe unachoombea ni kitu gani. Si kuomba peke yake, lakini lazima uelewe unaomba nini. Maombi mengi yamekuwa ni kelele mbele za Mungu, ni kwa sababu hatuombi, hatujui kuomba. Mwisho wa siku unakuja kuomba kwa malalamiko. Unafanya maombi, unamuomba Mungu kwa kulalamika. Maombi yanakuwa na kelele mbele za Mungu, lakini unapojua unachoombea, kama unaombea ni eneo la ndoa, gusia eneo la ndoa kila kipengele. Kama eneo la biashara, gusa eneo la biashara. Kama ni eneo la huduma, gusa eneo la huduma. Kuwa specific, yaani lazima ulenge kitu unachokiombea. Mtu anakuwa na mada ya kuombea jambo fulani, anajikuta anaombea kitu kingine. Kwa hiyo unakuwa haupo kwenye msimamo wa kuomba kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tunahitaji kujifunza. Kwa hiyo hata kwenye somo hili la ndoto, lazima unapokuwa unaota ndoto na unapotaka kuiombea, lazima ujue namna ya kuiombea hiyo ndoto. Wengi tunapuuzia ndoto na hatimaye tunajikuta tumeingia katika hali ngumu. Kwa hiyo kama nilivyosema mwanzo, kuna ndoto za kutoka kwa Mungu. Soma kitabu cha Matendo sura ya 2 na mstari wa 17 pale. Pia kuna ndoto za kutoka kwa Shetani, sawa sawa na Ayubu sura ya 7 na mstari wa 14 na 15. Na pia kuna ndoto ambazo ni matokeo ya shughuli nyingi. Kwa maana ndoto hucha kwa sababu ya shughuli nyingi. Pia ukisoma pia Mhubiri 5:3 pale utapata jinsi gani
ndoto inaweza ikatenda kazi na jinsi gani ndoto huweza kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uwe msomaji wa neno, kwa sababu neno ndio huwa linatupa mwongozo hata wa kutafsiri ndoto. Na ndoto kama utatafsiriwa bila kufanya reference kwenye Bible, hiyo ndoto lazima utulie, mtafute mtu mwingine aweze kutafsiria. Hata kama atakuwa ametafsiri sahihi, lakini lazima tafsiri yake iendane na Biblia. Lazima tafsiri yake iendane na Biblia. Nje na hapo tutakuwa tumepotoshana. Kwa hiyo kuna ndoto ambazo huwa zinakuja kutoka kwa Mungu. Sasa na Matendo ile sura ya 2 na mstari wa 17 utasoma hapo. Pia kuna ndoto ambazo huwa zinakuja kwa shetani. Sasa na ile Ayubu sura ya 7, Ayubu sura ya 7 na mstari wa 14 na 15, ambayo inasema kwamba kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi. Pia na Mhubiri 5 pale utasoma, utaangalia ni jinsi gani ndoto inaweza ikaja. Kwa hiyo ndoto ambazo zinatokana na shughuli nyingi hazina madhara yoyote, kwani ni akili tu ambayo inakuwa inarudia mambo yaliyotokea au yaliyokuwa yanaendelea katika fikra za mtu. Ndoto za kutoka kwa Mungu au kwa shetani sio ndoto ambazo ni za kupuuzia, lazima uzifuatilie kwa makini. Lakini je, utajuaje ndoto ya kutoka kwa Mungu au kwa shetani? Yesu asifiwe. Kwa hizi ndoto zimegawanyika katika makundi mbalimbali, makundi makubwa mawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kundi la kwanza, ndoto ni mlango wa roho ya Mungu au ya shetani kuingia kwa mtu ambaye anaota. Tunasoma habari za Sulemani kuwa alipokea roho wa hekima, ilikuwa kwenye ndoto. Wafalme wa kwanza pale, Wafalme wa kwanza sura ya 3, Wafalme wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 5 hadi 15 pale utasoma ili iweze kusaidia wewe mwenyewe kujisomea, kuelewa kwamba hii ndoto iliyotoka kwa Mungu, sababu roho ya hekima ni roho ya Mungu. Kwa hiyo roho ya hekima ilipokuja kwa Sulemani, maana yake ilitoka kwa Mungu. Soma Wafalme wa kwanza ile sura ya 3 na mstari wa 5 mpaka 15. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimtokea Yakobo kwenye ndoto na kumwambia mataifa yote watabarikiwa kupitia yeye. Ukisoma Mwanzo jinsi Yakobo alivyopewa ujumbe na Mungu kwamba haya mataifa yatabarikiwa. So ukisoma Mwanzo sura ya 28 mstari wa 10 mpaka 15 utaeleza hapo. Lakini pia tunasoma jinsi pepo alivyompitia Ayubu akiwa amelala. Ayubu sura ya 4 pale. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma hapo. Hapa ndipo utapata lile kundi ambalo mtu anaota ndoto, lakini mtu anaota kile kitu kinakuwa kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Ukisoma ile Ayubu sura ya 4 pale utasoma jinsi roho mbaya au ndoto ambayo umeiota imebeba roho mbaya, roho chafu za kipepo zinakuwa zinamuingia mtu na zinakuwa zinaendelea kutenda kazi katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haya yanakuwa yanatuonesha yanakupa illustrations, yanakupa miongozo kwa hiyo ni jinsi gani ndoto inaweza ikaja, ni jinsi gani ndoto inaweza ikatenda kazi katika ulimwengu wa roho na wa kimwili pia. Grupu la pili au kundi namba 2, ndoto ni moja ya njia rahisi ambayo Mungu anatumia kuwasiliana na mwanadamu. Zamani Mungu alikuwa anaongea na watu kupitia manabii, lakini siku hizi Mungu anasema na sisi kupitia Yesu Kristo. Haleluya. Mungu anazungumza na sisi kupitia Yesu Kristo. Ukisoma Waebrania sura ya 1 pale, kuanzia mstari wa 1 pale mpaka wa 2, mwandishi anaposema Mungu kusema nasi kupitia Yesu, maana yake anasema nasi kupitia neno lake. Kumbuka, kusikia huja kwa neno la Kristo. Warumi 10 pale mstari wa 17, kusikia kwetu huwa kunakuja kwa neno nini? La Kristo. Kusikia huja kwa neno la Kristo. Warumi 10:17 pale.
Kwa hiyo ili tusikie Mungu akizungumza, lazima tusome neno, na neno ndio Kristo mwenyewe, kwa sababu watu wengi hawana neno, hawawezi kumsikia Mungu anapozungumza au anaposema. Haleluya! Mungu anapotumia ndoto kuzungumza na mtu, tafsiri yake ipo kwenye neno lake. Maana yake Mungu anapozungumza na mtu kwa njia ya ndoto, tafsiri yake tunaipata kwenye neno. Ndio maana mwanzo nikasema kama utatafsiriwa ndoto, lazima tupate tafsiri kupitia neno lake. Lazima ndoto hiyo iambatane na neno. Neno ndio litatupa mwongozo, maana halisi ya hiyo ndoto. Haleluya! Kwa hiyo ndio maana hakuna ndoto ambayo unaweza ukaota isiwe na jibu kwenye Biblia. Biblia ni majibu ya mambo yote. Kwa hiyo ndoto huwa tunapata majibu kupitia kwenye Biblia, kupitia kwenye neno. Haleluya! Kwa hiyo hakuna ndoto ambayo utaota isiwe na majibu kibibilia. Hiyo imetoka kwa Mungu au imetoka kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama naeleweka. Kwa hiyo lazima mtu ujue hayo mambo. Njia pekee ya kuelewa ndoto zako zina maana gani ni kuwa na neno la kutosha ili uweze kusikia sauti ya Mungu. Lazima uwe na neno la kutosha ili uweze kusikia sauti ya Mungu. Lakini pia unapokuwa unaomba sana Mungu akupe kalama ya kutafsiri ndoto. Mfano, unapoota ndoto mnyama fulani kama nyoka, inabidi uelewe nafasi ya nyoka kibibilia. Ulimwengu wa roho pia lazima uelewe nyoka na nafasi gani. Baada ya Mungu kufanya uumbaji, nyoka chukua nafasi gani kwenye Biblia? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiota ng'ombe anakukimbiza, inabidi uelewe ng'ombe anamaanisha nini kibibilia. Lakini pia kitendo kinachotokea kwenye ndoto nacho kinaweza kukuambia maana halisi ya ndoto yako. Bwana Yesu asifiwe. Mfano, ukiota unakimbizwa na nyoka na umeng'atwa na hiyo nyoka, hizo ni maana mbili tofauti. Unapokimbizwa na ukang'atwa ni maana mbili tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo zifuatazo ni ndoto ambazo huwa zinatokea kwa watu wengi. Pia tuangalie na maana zake kibibilia. Wengi wanatafsiria ndoto tu from nowhere na kutafsiria ndoto hata hakwambii kwamba hii ndoto kibibilia inamaanisha nini. Hakupi mwongozo kibibilia. Lazima ndoto ipate jibu kwenye Biblia. Kwa mfano, tunaanza na nyoka. Nyoka ni mnyama aliyelaniwa kuliko wanyama wote. Kusoma Mwanzo 3:14. Mungu alimwambia nyoka, nitaweka uadui kati yako na mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utaponda kisigino. Mwanzo 3:15 pale. So hivyo kitu kikubwa, nyoka anawinda kwako kisigino. Nyoka anakuwa na kuwinda wewe kisigino. Kuna kipindi katika masomo ya nyuma sana nishe kufundisha nafasi ya miguu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unaweza kuelewa nini nyoka anawinda miguu, kwa nini nyoka anawinda miguu. Hivyo nyoka anapokuwa na kukimbiza, lengo lake ni kukuponda kisigino ili apitishe roho fulani ya kishetani. Kuna roho mbalimbali ambazo zinaweza kupitia nyoka. Kuna roho mbalimbali ambazo zinaweza zikakuvaa kupitia nyoka. Kwa hiyo unapokuwa unaota ndoto unakimbizwa na nyoka kakung'ata, lazima ujue kuna roho fulani chafu za kipepo anakuwa ameziingiza ndani yako katika ulimwengu wa roho. Roho Mtakatifu ndiye pekee anayeweza kukuambia ni roho ipi ilikuwa inapitishwa. Lakini ukiota nyoka amekung'ata kabisa, maana yake ile sumu imeingia tayari katika mwili wako na tayari kuna roho fulani imepita kupitia ndoto. Kwa hiyo usipuuze hata kidogo. Lakini pia ukubwa wa nyoka una maana. Mfano, unapokimbizwa na nyoka mmoja wa kawaida tunaongea pepo, lakini unapokimbizwa na nyoka wengi
au uko mazingira ya nyoka wengi, tunaongelea jeshi la mapepo. Ukisoma Waefeso sura ya 6 mstari wa 12, kwa unapoota nyoka mkubwa kama cobra au python, inasimama badala ya mfumo fulani wa kipepo. Kwa hiyo ukisoma Waefeso pale sura ya 6 na mstari wa 12, utapata nini Biblia inazungumza kwa habari ya nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiota nyoka mkubwa mwenye vichwa 7, vita yako dhidi ya Lucifer mwenyewe. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 na mstari wa 3, Biblia inasema kwamba ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na mstari wa 3, Biblia inasema kwamba ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Ukiendelea kusoma utagundua huyu joka anayeongelewa ni Shetani. Kwa hiyo sasa lazima ujue, lazima uwe makini sana unapokuwa unasoma Biblia, au unapokuwa unajiwa na ndoto, unaota ndoto, lazima uwe makini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo kama unafuatiliwa sana na nyoka, kwa maombi yako uwe unatamka pepo, maneno kama pepo nyoka. Usiseme tu pepo toka. Pepo yupi? Pepo ni roho wa Mungu. Kwa hiyo huwezi kutofautisha, lazima tofautishe kama ni pepo mchafu, pepo nyoka, pepo mahaba. Kwa hiyo kuna mapepo mahaba yanayoingia wanawake, yanaingia wanaume. Kwa hiyo lazima ujue kwamba unapotamka unatamka pepo yupi, kwa sababu kuna pepo msafi na pepo mchafu. Kwa hiyo lazima uwe makini. Kuna mtu nilikuwa namuombea mahali fulani hivi. Siku moja Mungu akanionyesha nyoka ameketi tumboni mwa huyo mtu, na alikuwa ni mwanamke. Kwa hiyo nilivyomuona katika ulimwengu wa roho amekaa katika tumbo la huyo mwanamke, kwamba kuna kitu ambacho huyo mwanamke alikuwa amebeba, madhabahu. Kuna madhabahu aliyokuwa ameibeba huyo mwanamke. Kwa hiyo sasa Mungu anapokuonesha lazima umtoe huyo pepo specifically. Kwa unapomtaja pepo nyoka, pepo wa uchawi, yani lazima utaje. Unapokuwa unataja, manake unalenga moja kwa moja. Useme pepo toka, pepo toka, pepo yupi? Kwa hiyo wengi tumekuja kujikuta tunashindwa. Wengi huwa wanasema tu kwa jina la Yesu pepo toka. Ujiulize ni pepo yupi unayemwambia atoke. Mtu anaweza kuwa na pepo waliomfunga kihalali kutokana na maisha yake halisi anayoishi. Kwa hiyo kuna pepo ambaye anaweza kumfunga mtu kihalali. Kwa hiyo lazima uwe makini. Aina ya pili ya ndoto, kutumbukia shooni au shimoni, kwenye shimo refu, kwenye shimo lolote. Rubeni akawaambia, msimwage damu, mtupeni katika birika hii iliyopo nyikani, wala msimguse, ili apate kumwokoa katika mikono yao, akamrudishe kwa baba yake. Mwanzo 37:22 tutasoma. Basi wakamtoa Yeremia wakamtupa katika shimo na Malkia mwana wa mfalme lililo katika uwanda wa walinzi, wakamshusha kwa kamba, na mle shimoni hamkuwa na maji ila tope tu, na Yeremia akazama katika matope hayo. Yeremia 38 mstari wa 6 inasema hivyo, kwa habari zako wewe, sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. Zekaria 9:11. Nimekupa misali hiyo kwa makusudi ili ikupe picha nini maana ya kuwa shimoni. Shimo inasimama badala ya kifungo ambacho wewe mwenyewe huwezi kujitoa mpaka msaada kutoka nje. Unapoota upo shimoni, inategemea nani alikutupa shimoni. Kwa hiyo unapokuwa unaota upo shimoni, inategemea nani alikutupia shimoni au alikutupa shimoni. Kwa hiyo hayo yote lazima uwe nayo makini. Na unapokuwa unaelezea kwamba niliota ndoto fulani katika mazingira haya, nikaona hiki, lazima ueleze
ili anayekusaidia kuomba, anayekusaidia kutafsiri ajue namna gani ya kusimama na hiyo ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umetumbukia mwenyewe shimoni, chimbuko la kifungo chako ni wewe mwenyewe. Kama rafiki zako au ndugu zako wamekutupa shimoni, maana yake wao ndo chanzo cha kukwama kwako. Kuna watu wengi wamekwama ni kwa sababu waliota ndoto wakashindwa kutafsiri, kumbe chanzo ni mazingira yake mwenyewe au ndugu zake mwenyewe au ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo lazima uwe makini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna tofauti kuwa katika shimo lisilokuwa na maji na shimo lililojaa maji au matope. Kwa hiyo kuna tofauti. Kwa hiyo unapokuwa unasaidiwa lazima uambiwe hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati mwingine tutaendelea na aina ya tatu ya ndoto. Unapokuwa unaota kimbizwa na watu, unapokula chakula katika ndoto, kukimbizwa na ng'ombe, ndoto za kufa, pia kufanya tendo la ndoa au kufunga ndoa kwenye ndoto tutaangalia. Kurudishwa nyumbani tutaangalia kwenye mazingira ya nyumbani kwenu. Kwa mfano huko mahali fulani nje na kwenu unakuja kuota ndoto huko mazingira ya nyumbani. Kwa hiyo pia tutakuja kutazama. Pia kingine kurudishwa shuleni ulikosoma. Alafu pia tutakuja kuangalia kula chakula kwa njia ya ndoto. Kuna nyingine tutakuja kuangalia ndoto nyingine ambayo nitakuja kuelezea hapo baadaye, ni ndoto ya kuogelea. Unakuwa unaogelea kwenye maji au kwenye bwawa au kwenye ziwa au ni kama aina fulani ya mafuriko. Kwa hiyo tutakuja kutazama. Lakini pia kuokota pesa au kupoteza pesa kwenye ndoto tutakuja kuangalia. Hiyo inategemea umeotaje ndoto. Kwa hiyo pia tutakuja kutazama ndoto za namna hiyo. Kwa leo sina la ziada, nikutakie tu baraka. Endelea kuwa karibu huduma hii, kuwa karibu na kile ambacho nitakuwa nakuletea. Kupitia ndoto utajifunza mengi sana. Kuna wengi wameota ndoto lakini wamejikuta wameshindwa kwamba kusaidika wanasaidikaje. Wanajikuta wamefika mahali ambapo wamestack, kumbe ni chanzo kupuuzia ndoto. Unapoota ndoto lazima ujue namna kushughulikia, na kama huwezi kushughulikia, tafuta mtu aweze kukusaidia, tafuta mtumishi aweze kukusaidia. Nje na hapo utakuwa unatembea katika majaribu mazito, maeneo magumu sana ya kimaisha, katika hali ngumu ya kimaisha, kumbe chanzo ni wewe mwenyewe au umesababishiwa. Kwa hiyo kama kuna lolote, niandikie ujumbe wako WhatsApp, nami nitakwenda kufanya kile ambacho Bwana amenituma kwa ajili yako, na tutakwenda kusaidiana, kupeana mawazo jinsi gani kuweza kushughulikia hizi ndoto. Mungu akubariki sana.